Hii bwana ni sura ya 9. Hii sura ya 9 ni sura ambayo kiukweli kuna jambo fulani kubwa sana hapa. Nje ya kusoma tu na kumaliza na kuondoka, lakini kuna mafunzo fulani ya muhimu sana hapa. Lakini kwa wakati huu, kwa sababu tuko kwenye habari ya kusoma Biblia, sitataka kueleza sana au kufafanua sana katika sehemu hii. Lakini wewe kwa umakini wako na kwa kupitia Roho Mtakatifu akuongoze uweze kuona mambo muhimu yaliyopo hapa katika sura hii ya 9 ya kitabu cha Mwanzo. Bana, kabla hatujaanza kusoma somo hili, hebu tuombe baraka za Mwenyezi Mungu kwanza. Tunakushukuru na kuliinua jina lako, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Asante sana Mungu wetu. Tunakushukuru sana kwa kipindi hiki. Mungu wa mbinguni, tunaomba sana tusifanye business as usual. Yaani tusifanye tu ili mradi mambo yaende, siku zisonge. Lakini tunahitaji masomo haya yaweze kuwa na tija sana katika maisha yetu. Kufanya maigizo katika neno lako, hatuoni kama kuna tija yoyote katika maisha yetu ya kiroho. Hakuna kitu chochote tunachoweza kufaidi, na zaidi sana huenda tukapata na laana. Sasa hatuhitaji laana Mungu, tunahitaji baraka. Tunaomba tusifanye kama biashara tu ya kawaida. Tusifanye tu ili mradi siku ziende, sura zisonge mbele. Hapana. Tunahitaji utufunulie ukweli mwingi sana katika neno lako. Sababu tuna nia ya dhati ya kubadilika. Tuna nia ya dhati ya kuishi kadiri unavyohitaji wewe. Tunafahamu kipindi chetu cha kuishi hapa duniani ni kifupi sana Mungu wa mbinguni. Ni kifupi kweli kweli. Sasa tunahitaji tuwe na maisha mema ya kukupendeza, na hatimaye tuwe na mwisho mwema, ili hatimaye tuweze kutawala tena katika ulimwengu ujao. Namuombea msikilizaji aweze kupata kumbukumbu ya kuomba toba mbele zako. Mtumie Roho wako Mtakatifu akaweze kuomba toba. Kila anayesikia neno hili aweze kukumbuka kufanya toba na kuamua kuishi kama ambavyo Mungu unavyotaka. Tutafaidi nini? Tutafurahi kitu gani kama tutaishi maisha yetu yote hapa, lakini mwisho wa siku tuishi katika ziwa liwakalo moto? Haina faida yoyote. Mguse msikilizaji wetu ili aweze kufahamu umuhimu wa kuishi maisha yanayokupendeza Mungu. Naomba sana utuguse kila wakati. Najiombea na mimi pia. Bariki niweze kunena na watu wako kadiri ambavyo Roho wako atakavyoniongoza. Kwa namna ya pekee tena Mungu, naomba kumbushe msikilizaji aweze kutubu dhambi na kufanya maamuzi ya kuishi maisha yanayokupendeza. Mguse kwa namna ya pekee sana. Baada ya kusema hivyo na kukuomba hivyo, tunaomba sasa uturuhusu tuweze kujifunza katika sura hii ya 9 ya kitabu cha Mwanzo. Tunaamini katika wewe na mbele zako tutasujudu daima. Tusaidie kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Sura ya 9 mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mwisho inaanza kwa kusema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu na kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Nanyi zaeni
mkaongezeke. Zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na nanyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafeti, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafeti wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafeti, na akae katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Na Nuhu akaishi baada ya ile gharika miaka 350. Siku zote za Nuhu zilikuwa ni miaka 950, akafa. Msikilizaji, hiyo ndio sura ya 9 ya kitabu cha Mwanzo. Tutazidi kuendelea kusogezeana karibu masomo mbalimbali na sura hizi hadi pale ambapo tutakapofika mwisho wa Biblia takatifu. Mungu akuongoze, akusaidie usisome tu kama gazeti, lakini upate mambo mengi ya kujifunza humu ndani. Si vibaya pia, tutajitahidi pia kutiana nguvu kwa masomo mbalimbali huku ndani. Lakini
tuendelee pia mara kwa mara kusoma Biblia ili tuweze kufika mwisho hadi Mungu azidi kutubariki sana. Msikilizaji, nikuombee jambo gani zaidi ya kukuombea neema ya Mungu iwe nawe? Nikuombee jambo gani zaidi ya kukuombea kwa Mungu akupe Roho Mtakatifu na uweze kuishi naye kila wakati ili uweze kutenda sawasawa na Mungu anavyotaka? Hivi kuna zawadi kubwa sana kama kuishi maisha ya kumcha Mungu? Hebu tafakari ni kitu gani utakipata kama utaishi maisha ambayo si ya kumpendeza Mungu. Sasa baada ya maisha hayo sasa ni nini kinachofuata? Unajua, ukikaa ukitafakari vizuri, ukatuliza kichwa vizuri, utagundua kwamba ndio maana Biblia ikasema hata waheri wafu wafao katika Bwana. Kwa sababu ni heri kuwa karibu na Mungu kila wakati, hata pale ambapo utakapokuwa umeondoka katika dunia hii, kwa sababu lipo tumaini jingine. Mimi nitazidi kukusisitiza kwamba ujitahidi na kumuomba Mungu sana kuishi maisha yanayompendeza ili uweze kuishi sasa na hatimaye baadaye. Kipindi ni kifupi sana hapa duniani. Ishi sasa kwa upendo wa Mungu, lakini ishi tena baadaye milele zote. Hilo ndilo tumaini pekee ambalo Mwenyezi Mungu ametuachia, na Yesu Kristo ametuachia akituambia tuendelee kufarijiana kwa maneno hayo. Mungu wa mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, aweze kusimama na wewe, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina. Tukutane katika sura ya 10 ambayo itakuja muda si mrefu sana. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu msikilizaji, na unaposikiliza somo hili usiache kushare kwa wenzako, lakini pia usiache kulike, usiache kutoa maoni yako chini hapo. Tuzidi kutiana nguvu, kwa sababu msikilizaji, unajua maisha ya kiroho ni maisha yanayohitaji kutiana nguvu. Kuna mtu anakata tamaa kabisa kiroho, lakini anapoona comment yako ya kubariki inambariki sana, na yeye anarejea tena. Tunaendeleza safari hii ya kwenda mbinguni. Msikilizaji, tusiishi katika maigizo, tuishi katika maisha ya dhati ya kumcha Mungu, ili baada ya yote tupate kurithi ufalme wa mbinguni. Napenda sana kukuombea neema za Mungu ziwe pamoja nawe, kwa sababu ni jambo la heri. Basi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba, ushirika Roho Mtakatifu ukae na sisi sasa na hata milele. Amina.